As we start, this is the Army Show plus 257 kama kada kama kawa ni MB promoter aka Nan sexy boy Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. Today niko pamoja na kina dada moja hivi ambao kwa amazing sana, you know what, ni waigizaji wa filamu. Watu wengi wao walitaka kuwatamani kuwajua ni watu gani. Kama unataka kujua ni watu gani, nenda kwenye YouTube andika Ichiro The Films, alafu utaona wale jamaa wako pale. So nini? Kama hujasubscribe au hujashare and comment it, nenda kwenye Army Show TV plus 257, share and comment and subscribe our channel YouTube. Utaona kuna kengele kama vile ya nini? Ya kubonyeza hivi, utakuja unabonyeza afu utakuwa kwanza kufuata nini? Notification. Haimaanishi uko Saudi Arabia, uko South Africa, uko Canada, uko Marekani, uko sehemu popote. Pale pote ulipo andika tu Army Show TV, utatuona alafu subscribe, utakuwa kwanza kupata notification. Leo niko na watu wangu wazuri, so amazing sana. Leo sitauliza maswali mengi, ni maswali ya kibabe alafu maswali ya kijanja nini. Unajua? Kuna mwanadada, kuna mvulana, alafu kuna mwanadada kule. Unaona walivyopendeza, kila mtu yuko sawa, yuko fresh, mazee mko poa lakini fresh. Semeni mko poa nyinyi wote? Mko poa. Tunaanza kwa mkono wa kulia. Inakuwaje? Shwari. Mambo. Poa. Pendeza. Asante. Alafu napendaga macho yako unajua. Acha wewe. Ni style kama sijasahau, style kama hivi unayovaa ikanzu ni bei gani haswa? Sasa lazima niseme. Sasa unasema unaokopa kama unasema tu. Sikumbuki. Eti. Kwani ukumbuki? Na wakati ndio umenunua. Na muda mrefu. Basi kwa majina labda kuna watu ambao wanahitaji kufahamu sana. Labda walichokusahau, labda kwa jina lako la halisi ni baba na mama ni jina gani? Emeline Nizigama. Nani? Emeline Nizigama. Ndio hebu niambie, yani mara ya mwisho wewe kutembea na mwanamume ilikuwa tariki gani? Siku save hiyo. Uko save? Mara ya mwisho kufanya interview ilikuwa siku gani? Sikumbuki kweli. Kumbuki bado tunafanya interview. So ni Emeline. Alafu tuko na wengine kijana hapa ambaye ni mtanashati, ni mzuri, bogos la kidatu wasemaga ni bogos. Bro inakuwaje na fresh? Nenda kwa majina watu wakusikia. Naitwa Wamuramieko Abdul Malik. Nani? Wamuramieko Abdul. Ile jina jamaa wagala nichanganya nani? Wamuramieko Abdul Malik. Abdul Malik. So Abdul Malik, watu wanafahamu kwamba wewe ni mwigizaji, ni actor mzuri, alafu uko fresh. Hebu tuambie basi mara yako ya mwisho kuigiza ilikuwa ni siku gani? Mara yangu ya mwisho kuigiza? Mimi naigiza kila siku bro. Hujaona mara ya mwisho? Mara ya mwisho ilikuwa saa iliyopita. Jamani ndio ilikuwa mara ya mwisho. Yaani mpaka sasa hivi hata urudi tena kuigiza. So good. Iko fresh, uko poa. So naona jamaa mbona kama serious hivi jamaa. Hebu kama nitapata nafasi kuikaa hapo au sipata nafasi hivi. Inaweza kuwa kitu kizuri basi mjoge kadogo basi tuikae kwa sababu Abdul wewe sio sasa. So ndio kitu ambacho nilikuwa nakitaka kwa sababu jamaa walikuwa kama vile huyo dada anasema eti kwamba ni mnene, basi utajikaza kisabuni. Unajua kitu gani, kuna watu wangu hapo wananisonga afya, lakini ndio hivyo batafanya nini? Hii ndio Buja Movie bana, tuko na actors wetu ambao ni wazuri sana. Nikwambia kama tutafanya show kubwa tofauti na kinavyokuwa nafanya. Bro inakoje? Fresh tu. Uko fresh? Poa. Labda kwa majina kwa majina zaidi naitwa Majid Omar. Black. Yeah, kama hujakosea naitwa Orim Omi. Jamani Black mweusi, lakini mimi sio mweusi mimi. Jamani Black Orim nani? Orim Omi. Orim on. Yeah. Hebu tuambie kama sio siri, mara ya mwisho wewe kuchat ilikuwa siku gani? Mzee baba, hata saizi hapa nilikuwa na chat. Nikusemea uko wapi? Basi mimi si hapa uje. Wewe hujachat, uko kwenye mfuko yangu wewe. Sifungi. Maswali mazito sana. Kubwa show alafu watu wengine. Niko pamoja na jamaa vipi upe sana, is so amazing sana. Bro inakuwaje? Fresh. Uko fresh? Niko poa. Mbona kama unazubalia mtoto mzuri uko na mtoto mzuri hapa? Mimi niko na mke hapa. Na watu wazuri afu unazubalia. Macho hayana mpaka. Labda tu atajifahamu jina lako ni jina gani? Naitwa Shimirimana Amani. Naam. Jina lako halisi? Ndio la baba na mama. Mara ya mwisho kufanya tendo la ndoa ilikuwa siku gani? Mimi bado sijafanyaga hiyo baba. Unasema nini? Mimi sijafanyaga. Bikira? Mapema sana. Mbona ule anacheka? Sijui. Hebu ngoja tumuulize mambo inakuwaje? Poa. Uko fresh mrembo? Niko sawa. Unapendeza. Asante. Mara mwisho kupaka rangi kwenye kichwa ilikuwa siku gani? Sikumbuki. Okay, lakini bado ipo. So ni Ichiro The Films, ni timu. Watu wengi walikuwa wananiuliza lini tutafanya wajamaa mahojiano, kwa sababu wajamaa walifanya sinema ambayo ilikuwa fresh, part 1 ilikuwa poa, ilikuwa so amazing sana. Nao waliachia part 2 iko kwenye channel ya YouTube ya Ichiro The Films ambayo sasa hivi kuna takriban kama vile viewers ngapi? Unaniuliza mimi? Kwani mimi nauliza nani? Microphone siko hapa. 30,000 na mamia. 30,000 na mamia. Baada ya miezi mingapi au baada ya wiki ngapi? Wiki 2 nadhani. Burundi haijai kutokea. Wiki 2 viewers 30,000 na 100. 30 combien? 30k. 30k.
kama maana yake 30k Q, maana yake viewers laki ndio jamaa wanazo. Hebu tuambie siri ya mafanikio mpaka mfikishe hizo viewers ilikuwaje mpaka mfikishe hizo viewers laki 30 kama sijui. Mafanikio mzee baba, tumepambana tu na tukajaribu kuonesha watu kazi zetu, na ndio maana tumefikia mpaka hapo, na labda ni washukuru tu watu na wao pia wa kutufuatilia kwa umakini. Hebu ulijisikiaje kipindi ulipochaguliwa kama vile kuwa actress bora kwenye filamu ya Ichiro The Films? Nimejisikia poa tu. So jambo la kawaida. Nimejisikia poa. So jambo la kawaida. Yes. Alafu watu waga wanasemaga eti Burundi tunaga vile vitu vya kuvaa vya kuonesha vimapaja, lakini wewe ulivaa. Hebu usikia taibu au ndio style yako ambayo kila siku unaivaa? Ndio kisinavaka. Unavaga. Ni kama sema tuko hapa tutaanza tutachange mind afu kipindi tukakiacha. Hapana. Hapana. Kweli. Hebu tunahitaji kufahamu siri ya mafanikio ambao ni yupi ambaye aliweza kuandika part 2, kwa sababu part 1 kuna mtu ananiambia kwamba ni Self ndio aliandika part 1, lakini part 2 nani ambaye aliweza kuandika part 2 ya filamu ya Ichiro The Films? Nadhani ni filmu yote Angel aliandika. Yeye Self. Ndio. Self Power. Ndio. Yeah. Aliyesimamia filamu nzima alikuwa ni nani? Aliyesimamia filamu nzima kivipi sasa? Nikimaanisha filamu nzima, nani alisimamia filamu nzima? Unaelewa? Unajua hicho ni Kiswahili. Manager. Basi ndo Self Power mwenyewe huyo. Self Power mwenyewe. Yeah. Yaani amesimamia filamu kupitia matumizi yote ambayo yamehitajika. Yeah. Hebu tuangalie ukweli kwanza. Burundi kuna movie, lakini watu wengi wafuatilia movie Burundi. Wao wanafuatilia music, wanafuatilia comedies. Hebu unasini kwa sababu gani watu wafuatilia movie? Lakini nyinyi ndio watu wa kwanza ambao watu wanafuatilia sana. Hebu unasini kwa sababu gani watu wafuatilia movie Burundi? Ni vigumu kujua sababu, kwa sababu inabidi kujiangalia sisi waigizaji. Tunacheza vinavyotakiwa kucheza. Tunaigiza ipasavyo. Sasa tukijua sababu ya hichi kitu ndipo tutakapofuatiliwa na watu wengi kama musician. Na kwa nini mliamua kuifanya amaherezo inzira kwa lugha ya Kirundi zaidi? Siwezi nikajua, labda mwandishi ndo anajua kwa nini amefanya hivyo. Kwani wewe ulikuta tu kuja tu uigize tu afu basi? Ndio alikuita tu kuja afu uigize kama basi? Hapana, sinajua wakiandika sinema wanakuwa kamfukia Kirundi. Bane, hapa tuko Burundi na kibazo. Nawe uvuga mu Kirundi mu Gifaransa. Tuvuga mu Kirundi mu Gifaransa mu Cyongereza na kibazo. Tugende. Iyo banditse isinema haba baraje impanuro baba bashaka gutanga. Rero nimba bayise amaherezo y'inzira ni kubera yuko hari ikintu cabaye kizotegerezwa guherera mu inzira yacu aho izoherera. Ndio nico gituma bayise amaherezo y'inzira. Yego. Watu wanawadai wanahitaji kuona part 3 kwa sana, kwa sababu walichoona kwamba filamu ni nzuri, alafu ilianza part 1 iko fresh, alafu watu wa followers ambao wanatazama ni watu wengi sana. Wanahitaji kufahamu part 3 itatoka lini. Hebu waambie kama sio siri, ni lini? Soon. Soon ndo nini? Kuna watu wafahamu soon. Kuna mtu anakusema subscribe kwamba subscribe. Sasa na watu ambao soon maana yake sasa ndio Kiingereza soon maana yake nini? Siku za usoni basi. Kwa Kirundi basi. Mumisi iri imbere itari myinshi. Wasubiri nini? Imisi iri imbere itari myinshi. Tunaingia sasa kwa zile baadhi za scene ambazo mlizicheza. Kwa sababu tulifuatilia filamu yenu ilikuwa fresh. Kuna jamaa mpaka sasa hivi ni mkaidi wa mapenzi. Yaani jamaa alifika kama ndo hodari huyo jamaa. Jamaa yani yuko hapo utamuona, lakini sijamoji. Utamuona hapa yuko fresh, anajisikia, anajielewa. Halishajijua ni nani. Bro, tunahitaji kufahamu kwa nini haswa mliamua kufanya ile scene ya kuonyesha kwamba mtu lazima awe akiwa na wapenzi wawili lazima wagana na nini, kitu kinamconfuse sana kwenye maisha ya kawaida? Ni kwa sababu ni maisha ambayo yapo kwenye watu na ni maisha ambayo tunaishi nayo mitaani. Ndio maana tukaifanya ile scene iwe hivyo. Ndio hivyo. That is so good. Ndio. Maisha ambayo yapo kweli. Hao yapo mzee baba. Unaona unayafanya. Hayo maisha yapo, hata mimi niko miongoni wao. Una michepuko? Michepuko sina. Hapana. Wewe una mchepuko? Sina. Wewe una mchepuko? Mchepuko kivipi? Hauna michepuko?
Sio kuoa. Mchepuko sio kubaka kuoa. Hapana. Ukiwa na mchepuko manake una mke afu unachepuka nje ndo. Yeah. Amaherezo y'inzira ni filamu nzuri ambayo ina kama vile inaelimisha watu wanaipenda sana. Hebu tutaji kufahamu Amaherezo y'inzira ni kitu gani ambacho kiko kama vile changamoto kwenye shooting ya part 2 ambapo kiko kwenye shooting ya part 1? Part 2 changamoto zilikuwa nyingi, tumeumwa. Kuna baadhi ya watu wameumwa, tukawa tunashimamisha, nafuu ikipatikana sasa endelee. Alafu naikana unapenda kusmile sana. Shemeji kule alikuja alisha. Kawaida tu. Tunataka kufahamu gharama zote ambazo zilipitikana kwenye part 2 ambazo zilikuwa kama vile azilingane na part 1 ambayo mlifanya. Gharama ni nyingi tu sana. Mfano ni kwa sababu gharama tulitumia ni nyingi sana kwa sababu unaona tulipiga pati 2 kwa mpigo. Sasa unasikia haiwezi kuwa gharama moja na pati 1. Pati 2 tulitumikisha gharama kubwa. Ndio hivyo. Yeah. Haina kiwango ni nyingi tu. Watu wajue ni nyingi. Yeah. Sasa bro, tunakwenda kwenye swali yako sasa. Wewe unaonekana kwenye filamu hili, wewe ulikuwa kama vile mtu ambaye kama vile unasumbua watu. Hebu tuambie bro, ndo maisha yako ya mjini au ni maisha tu ya kwenye filamu? Hayo maisha unaniuliza mimi kweli nimeishi nayo. Nimesahau ni nani? Hapana, sio maisha ambayo naishi hemo. Hapana. Kule ni kuigiza tu. Yaani tunafanya vitu ambavyo watu wengine wanafanya. Ule alikuwa anamuita mwenzake kama Mfasha Anje ni nani? Mfasha ni wewe ndo Mfasha au? Kuna jina mko tena Mami Kazi Wanje. Wengine Mami Kazi wapi? Ni huyo. Mbona Mami Kazi? Hebu tuambie Mami Kazi Wanje. Sasa kuna sidi ambayo wewe ulikuwa kama vile unalia. I need to know, kweli ulikuwa unalia au ni vile vitu waga wanapakaka kwenye macho alafu mtu analia? Nilikuwa nalia. Leo tutakuomba kwenye kamera tutatulilia hapa watu waone. Si mnatudanganya. Hapana. Kweli. Hebu niambie sini gani ambayo ilikuwa ngumu kwenye sini zote ambazo uliweza kuigiza kwenye filamu yote? Sini ambayo ilikuwa ngumu. Ni sene ambayo ilifungua movie. Sene ilianza part 2, tunamalizia part 1 ndani kwake amani. Ilikuwa ngumu, ingepata ni to be continue. Sijui ingepata nini maana. Acha tunishie hapo. Guys, tunakwenda tena. Kwenye comment nyinyi, achieni comment. Tuko nao hapa live. Kama kuna kitu ambacho labda kikufurahisha kwenye filamu yao, hebu ambieni. Unamwongeleaje kaka Selif Power ambaye mpaka sasa hizi iko sehemu za Marekani? Kwa sababu alikuwa anasema nimpigie simu. Sasa juu maskini ya Mungu simu yangu ndio hii hapa. Sasa lakini unaona kama vile muda turuhusu kule kwa Marekani sasa ni usiku. Hebu mwambie neno moja ambayo kama vile mchezaji wake wa kumwambia kitu ambacho kinaweza kumfanya mpaka haongeze juhudi ili aweze kuwa support sana. Mimi sina maneno mengi kwanza zaidi ya kumshukuru kwanza Mungu pekee. Na nimshukuru Mungu ambaye amemtuletea yeye kwa muda mwafaka ambao tumeshafikia hemo. Pia nimpongeze kwa kazi ambazo anazotusaidia sisi kama Ichiro Films kwa sababu yeye ndo muundaji wa hichi kitu na yeye ndo katuweka mpaka saizi kama mimi naitwa Orim Omi na mpaka saizi naonekana nasikika ni yeye. Kwa hiyo unajua bahati ya mtu inapitia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ukumshukuru mtu si makosa unakuwa umemshukuru Mungu. Kwanza nimshukuru Mungu aliyetufanya mpaka sasa tuko hapa na pili nimshukuru Mheshimiwa Selif Power popote alipo. Unajua bahati ya mtu siku zote inapitia kwa mtu. Kwa hiyo tumshukuru Mungu ambaye amemtuletea kwa sasa na muda ndo huyu mwafaka. Labda nimwambie tu aendelee kutusaidia na aendelee kuweka nguvu zaidi ya zile ambazo anazoziweka. Maana anajitolea sana, ni mtu mwenye imani sana. God bless you. Selif Power pale pote ulipo, maandishi matatu USA, United States America. Eti zidi kwa support, alafu ni mtu ambaye anajitolea sana. Hebu sini gani ambayo katika filamu nzima sini ambayo ulipenda wewe kama vile mwigizaji? Sini ambayo niliipenda ni seni ambayo Inesi alikuwa anaandaa chakula, Amani anapigiwa simu anataka kutoka, afu akamziwia mlangoni. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho, fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe, L Trending iriho ku bwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none, good mixing and mastering, Ghana Key Records, RTB with the key to success.